inside Spanagy TV, and today we're going to talk about fake friend versus real friend. Nasikia leo nataka tujue wale marafiki ambao kuwa nao wanakusaidia kwa shida na raha, na wale marafiki ambao pia tamekuwa kwa shida wanatoroka, hata simu zako hawawezi shika. Na sasa before tuanze, niko na co-host hapa ambao tunasaidiana nao kupiga hisho. Wacha wajiintroduce kwa ufupi, anaitwa nani? Kwa majina naitwa Oscar. Asante. Naitwa Jaffi. Welcome all guys today. Nasikia leo nataka tuongelea about fake friend. Oscar, naanza na wewe kwanza. Nataka nikuulize hii swali. Unajuaje urafiki ambao uko naye ni mbaya ama sio mzuri? Signs anitaonesha yenyewe urafiki sio rafiki wa kweli. Signs gani? Signs ya kwanza, wakati uko na shida unaweza kaenda kumwambia, bishte, niko na mashida leo, nimekuta hata sina hata shilingi, hebu niokolee shilingi 500. Utasikia anakuambia hana. Na ako nayo. Sasa anakuambia hana na ako nayo. Sasa hao ndio wale marafiki ambao hakuna vile mtasaidiana nao. Wewe Jaffe, saidi yako naona aje, unasema aje? Yangu kwanza, kuna wale friends wale azinaweza mumpa kitu. Yaani anajifanya kama amesikia, ni kama hajasikia. Yaani umemuitisha kusaidia kitu kwa simu ama hivi macho kwa macho? Unaweza kutana, si ndio? Mwambie bwana, nimelemewa mahali fulani hivi, so niogolee na hii kitu. Apite hiyo story. Yaani akanyagie. Yaani kumwambia anaruka anaenda hivi. Anaruka hiyo story. Mimi kulingana na mimi, unajua fake friend, kumjua sio rahisi. Bali pia unajuanga fake friend ni hivi. Kwa mfano Jaffe, wewe ni rafiki yangu, si ndio? Uko kwa shida, unahitaji 500 nikusaidie. Na mimi ni mzuri, sina ubaya. Nakupatia 500, nilikuwa na imani ile ndio itakuwa na shida pia ina utanisaidia. Hata si mimi nami hata usikapi wewe pia sasa ni wale marafiki zangu. Na mimi shida imetokea ghafla binivu imenipata. Na mimi nahitaji pesa fulani ili inisaidia mahali, ama pengine gasi imenizimia, sina pesa hata ya kununua sapa. Nimesema kwa marafiki wawili, Oscar na Jaffe. Wewe nakupigia, uniambia man, ndio niko down kabisa. Hata pesa impata shughuli na ni really sense hiyo pesa uko nayo. Hivyo Jaffe pia. Na ule kusema eti ungeniomba mapema. Ungeniomba mapema ndio nimetumia tu saa hii tu. A really friend. Hata kama anayo pesa, hata kama ametumia, atahakikisha yule rafiki yake kutoka nitoke, ataomba mali pengine pesa ili akupatie utumie. Hiyo ndio really friend. Ndio kupata urudishe. Ndio pia kupata urudishe. Na mambo inakuwa shwari. Oscar, what about hapo kwa wivu? Oscar, umegundua kama una kama ni time wewe na Jaffe mko marafiki, si ndio Oscar? Na wewe sahi, wewe na Jaffe mko mnafanya kazi, mnapata pesa the same. Na wewe Mungu anakubariki, unainuka. Sasa time unainuka unapata pesa mingi, huyu Jaffe anakuonea wivu. Unaona? Yaani ako jealous ya nini yako, mafanikio yako. Umeona? Hivyo sasa ndo fake friend wanabehave Mungu. Swali lingine Oscar Santani kuulize. Signs of a really friend. Unajua tu huyu ni rafiki yangu. Sign of a good friend ni mgani? Rafiki mzuri ni ule ambayo hata kama masaa ya shida si lazima kupigia masaa ya shida. Anaweza tu kupigia wakati wote simu akuulize, Oscar ni aje? Poa. Leo umeamkaje? Naamka poa. Manzi, leo nataka nikujenga hata kama ni shilingi 500 hivi ujisaidie. Leo nimeamkia yako kama hali ka kitu, nataka nikupe. Manzi, hata wewe utakuwa umesema umekaa hapo maybe umesota ukapiga shukrani manzi. Umenisaidia, umeniokoa, umenitolea manufaa ngumu nilikuwa nimegwama sana. Hivyo tu.
Saidia kwako Jafet. Pale ule naona ule real friend. Yaani ule hadi sio la kupigia simu. Ni ule anakuja na kutembelea tu kwako. Kila sio sema karibu kila siku. Yaani ule mnatembeleana. Anakuja kwako wewe na unaenda kwake. Pia wakati ambapo kuna shida anakusaidia. Ah. Ni hivyo sasa, rafiki wa kweli. Rafiki wa kweli ni rafiki ambaye anakusaidia. Kama vile Oscar amesema, anakupigia simu akujulie hali, anakusupport. Hata ukifaulu, yeye anakukongratulate mpaka hata kama umefaulu maishani au mpata kazi, anafurahia success yako. Unajua si ati usipo ati kama umefaulu yeye anakuchukia. Jafe, nikuulize, uko na experience ya fake friend? Ueleza ni story kuhusu fake friend yenyewe. Yaani fake friend mwenye imewahi penia kwa life yako. Au ukasema I need to choose friend wisely. Hiyo fake friend alikufanyia kitu gani? Yenye ukasema from today lazima before choosing friend lazima niangalie karakta yao rafiki. Niko na. Hebu eleza tusikie. Na kuna biashara fulani nilikuwa natokea market. Ndio. Si mimi nilikuwa nimembeba. Ulikuwa umembeba? Mimi nilikuwa nimembeba. Sasa nilikata akaona. Ndio nilikuwa najifunza kuendesha pikipiki. Kwa tukaanguka. Sasa mimi nikaingia ndani ya gala hapo. Yule jamaa yeye alikuwa nyuma, si ya kuingia mahali popote. Yule jamaa alipotea siku hiyo. Alitoroka akakuacha pale pale. Akanitoroka tu hapo hivyo. Watu wenye ambao si marafiki zako ndio wakusaidia. Sasa baada ya ukasaidika, ukutana na yeye, inafanyika aje? So yani ile hadi sitaki kumuonyesha kama yeye ni rafiki mbaya ama ni tunagoteana tu alafu tunapitana tu. Sasa urafiki ile ilikuwa ya karibu imepunguka. Sasa ile tu ya salamu kama mnaenda. Ile salamu kana tumepitana. So unasikia? Choose friend wisely. Kama urafiki angekuwa kamili, time Jafet alikuwa mangana pikipiki. Angemtoroka. Angekuja kuamsha kusaidie. Sasa tunaenda saidia Oscar pia elezee. Oscar, swali ambalo nilikuwa nauliza ni hivi. Ulijifunza nini kwa kuchoose marafiki? Rafiki ambaye mgani ambao ulikuwa naye alikufanyia kitu mbaya? Au ukasema kumbe kwa hii maisha before uwe na rafiki, uchoose rafiki, lazima uangalie tabia yake ikoje? Mimi kwa kusema ukweli, saa hii unajua mambo ilibadilika. Saa hii unaweza kuwa na rafiki leo, kesho kuwa na mwingine, kesho ingine kuwa na mwingine. Lakini saa hii unajaribu kuangalia ile rafiki ambayo mnaweza kaa naye mkasaidiana. Unaweza yule rafiki tu kukuambia sijui twende huku, muende tu mfanye raha zingine. Haya, yule rafiki mwenye anapenda raha. Masaa ya mashida anakuepa. Anajua wewe jamaa msaya amesota hana pesa. Tuachane na yeye. Lakini masaa yenye uko na shida, masaa yenye hauna shida uko na ganji. Anakuambia hiyo Oscar rafiki yangu bwana, leo nataka tuende tembee kama maeneo ya Kitale huko. Leo mimi bwana, sasa usijue utatoa pesa ngapi ya kuweka kwa mafuta ya ndudhi tutoke. Sasa kuna siku day nikamwambia leo bwana manze, niko na kashughuli mahali, niko na matanga, nataka tuende msiki matanga mahali. Sana niruka ananiambia kama mimi niko kwenda kutisha, acha mimi niende kutisha. Lakini mambo ya kusaidia mimi manze, mimi sina hela. Sasa nikashindwa rafiki aina mgani. Ukajiuliza? Nikajiuliza sana. Mpaka saa hii hata naogopa marafiki jo. Sasa umesema tu rafiki wa kwanza ni wewe mwenyewe. Rafiki wa kwanza ni Mungu na wewe mwenyewe. Mimi Oscar, kama kuna familia, rafiki yako ni wewe tu familia. Majirani nini? Rafiki yako ni mke ambaye uko na yeye. Hiyo hao tu. Hao wengine ni kupitia juju. Oscar ama Jafet, kulingana na mimi, kwa hii life kupata really friend ni ngumu sana. Mimi remember nilikuwa na rafiki mmoja hapo. Mimi hadi alikuwa akisota anakuja kwangu, nampea chakula, nampea mchele hivyo. Gasi kisha kwake tunakuja tunakula na yeye. Sasa mimi kuna time fulani iligoma vibaya. So unaona? Ilikuwa kitu masala. Unajua mimi gasi yangu ilikuwa imeisha mchana. Sasa kupika chai. Sasa nilikuwa na ilikuwa kitu saa ngapi? Kitu saa 6 hivi, nikamwambia nyinyi niokolee na 200 at least niende nikule lunch. Kufikia jioni hiyo pesa itakuwa imeingia. Yule rafiki akaniambia ana pesa kabisa, ani yako vibaya. Unajua aliniambia mimi niliamini ni ukweli ana pesa. Si ndio? Lakini
mwanadada akakuja akamwomba pesa, akampatia 500. Na si ati mimi sikujua kama mpe mwanadada 500. Mimi kama mwanadada pia sema tu mwanadada kama alinihurumia mimi, aliona ubeshta ameninyima na alikuwa hapo, ikabidi aende atumie mbini aende amwombe pesa ili ampende akuja nipe mimi. Sasa nikamwambia mwanadada, akaniambia hapana, nimeona unaumia, acha nikupatie 200 hapa uende kule lunch. Kamuze, na hii pesa umetoa wapi? Akaniambia msami nipewe pesa. Uniambia jina msami, mimi nikajiuliza mbona mimi ananiambia na pesa, na akapatia msichana 500. Na mwanadada alinisaidia sana, ndio nikajua kumbe rafiki ni mtu stranger, ule mtu mwenye yani hujazoeana na yule mtu anatoka from nowhere anakusaidia. Oscar, about hapa tuko tunaongelea about really friend na fake friend. Sasa sasa tunamalizia hii story. Sasa alikuwa nataka nikuulize hivi, utaambiaje wasee hapo nje? Mimi nitaambia wasee saa hii mkae mkijua saa hii ni kujitegemea kimaisha. Kama ni kufa unakufa kivyako. Kama uko na familia ndio utakufa na familia yako. Lakini saa hii uchumi wa saa hii mtu anakuambia uchumi uko juu, hawezi kutusaidia kitu. Saa hii kila mtu ang'ang'ane na maisha yake. Saa hii hata ukikuwa na shida, jua tu familia yako ndio itakusaidia. Hakuna jirani ambaye atakusaidia. Ndio jirani pia ataanza kuambia manzi, mimi niko na shida zangu. Sasa ni kujikaza kisabuni. Ama utafuta yule rafiki ambayo anaona mbele, pia unaona mbele. Si wale watu wenye mnaonana hapa kwa hapa mna usaidizi. Ni hayo tu. Oscar, nimekumbuka kitu moja. Nimelani kitu moja Oscar. Wewe sasa uko hai hivi. Unaweza kulala njaa, unaweza kuumia. Lakini Oscar ukikufa utapata watu wanakujali. Mpaka pesa ya jeneza watachangisha. Pesa chakula pia kwa mazishi yako watachangisha. Oscar, hapo ilikuwa tumaanza, lakini sasa nataka uongelee kitu kuhusu hapo. Mbona ukikufa wewe ni wa maana, ukiwa hai wewe si wa maana? Unajua hapo mahali pia mimi nashindwana sana. Masaa yenye mimi ningali hai nataka usaidizi wenu, hamtaki kunisaidia. Lakini kisha kufa mtaka kununua jeneza ya pesa mingi, magari zinakuja kwangu, gari za kifahari. Lakini masaa yenye njaa inaniuma hata hizo magari mimi sioni. Manzi yote hayo, jaribu kuangalia. Kama ni rafiki yangu, jaribu kujiangalia sana. Kama ni kunisaidia, nisaidie kama tuko hivi. Mambo ya kuniambia tukikisha kufa ndio nisaidie, ndio kurudisha siji wife wangu, hiyo ndio hiyo sare. Hebu jaribu kuangalia mbele manzi, lakini tuache hiyo utiaji. Ni hayo tu. Na Jaffe sasa. Wewe Jaffe sasa hizo uko hai. Wewe sasa hata unaweza kupita barabarani rafiki yako asikubebe, ama anza kusaidia time uko na shida. Unaweza kuwa mgonjwa hata uitishe pesa tu hata matunda kunyime. Ama unataka kwenda shuleni, ama rafiki zako waambia kuchangishia pesa at least upate pocket money pengine, au ni uweze kuwa na pocket money ya shuleni. Lakini time unakufa hata watakuwa kwanza kuja kwenyu kujifanya walikuwa wanakupenda, wanakulia mpaka watachangisha pesa ya chakula na jeneza. Hebu elezea hapo. Wewe unaona aje about hiyo? Kwanza unaona kama mimi wale ma friends wangu wote nisai wakataza kwa mwana usiponisaidia kama niko hai. Sasa kuja kama by the hivi tumuru akusaidia kama uko hai. Hii mambo watu wanangoja ukufe ndio wakusaidie, sio poa. Wala hiyo si poa. A really friend yule mtu anakusaidia kwa shida na raha, kwa nawe bamba tu bamba. Ni kama mimi nimelani kitu moja Jaffe. Ni kama ukikufa ni furaha watu wengi. Sasa ndio usijua kujua kupiga jini ngoma kule. Sasa Jaffe, tumelani kitu moja. Ukikuwa hai usi wa maana sana kwa watu. Lakini ukikufa unaona watu wenye hata watu wanajaa wengi kwa mazishi yako. Mbona watu time ulikuwa hai hawangekuja? Jaffe, sasa nataka kumalizia ukielezea watu naambia nini hapo? Umeona tule jamaa tunapendanga hapo hivyo. Sasa ni DJ kwa ajili mchezo. Mbona usaiona ile time mtu anakufanga anakufa asubuhi. Alafu unapata kuna DJ fulani ako pale amekongoja ukufe. Ndakuja anza kuomba kazi kwako. Mimi kwangu hautaikuja. Ndakutokea. Sasa mashati madijio wanafurahia. Madijio wanafurahia. Wanafurahia kazi, wampata kazi. Sasa sio ni kazi yao, lakini
Sasa mpenda kuja tu kuomba day one tu after kufa. Unakuja kuomba kazi. Bwana. Oh. Mimi nikimalizia ni hivi. Choose friend wisely. Kama uko na marafiki ambao wakusaidii, better uishi maisha yako. Live your own life. Juu pia marafiki hao ndio wanafanya mnakosana. Marafiki ndio watafanya ukosane na wazazi wako na mpenzi wako. Utapata marafiki wanaongea mbaya kuhusu mpenzi wako, waseme mpenzi wako ako na tabia mbaya, anafanya hivi na hivi. Na in real sense hakuna kitu kama hiyo. Juu wanasikia vibaya mnapendana, plan yao wanataka kudestroy your relationship, plan yao wanataka kudestroy relationship yako na wazazi. Utapata wanaambia wazazi kijana ni mbaya, kijana anavuta bangi, kijana sio mtu mzuri, ili hiyo uhusiano mzuri na wazazi wako waharibu. Sasa kwa hii maisha, put God first and choose friend wisely.